Jamaa alilelewa katika kituo cha watoto yatima. Walezi wake walitegemea kwamba Mwamba angemtumikia sana Mungu, lakini ajabu ni kwamba alipokuwa mtu mzima akachagua kuitumikia ulingo wa ngumi. Na kila alikokiingia katika njia yake hakutoka salama. Mwisho wa siku akajiunga na genge la kihuni ambalo genge hili kampelekea kutupwa gerezani kwa kipindi cha miaka 4. Ametoka akiwa na maisha magumu na hatamani kabisa kujiunga wala kuendelea na michezo ya ngumi aliyokuwa akicheza katika harakati za kujichanganya mjini. Siku ya leo ameweza kupata kazi katika kampuni moja kubwa sana na anafanya kazi katika maeneo ya kufungua mageti upande ambao magari yanapaki. Katika eneo hili kuna mzee aliyekuwa akifanya kazi kabla, na mzee huyu inasemekana kwamba ameweza kutoroka. Kwa hiyo Antonio amebadili nafasi yake, atakuwa akilinda eneo hili. Pana ukimya mkubwa sana katika eneo hili ama katika kibanda hiki cha mlinzi, lakini kwa bahati iliyo nzuri ni kwamba ndani ya kibanda hiki kuna TV na inaonyesha tamthilia na michezo mingi sana ya burudani. Kidogo uwepo wa TV katika eneo hili unakufanya angalau ujihisi kwamba upo duniani, kwa sababu ni eneo tulivu sana na la kipekee, na unatakiwa kuingia kazini saa 12 kamili asubuhi na utoke saa 5 ya usiku. Siku ya kwanza kabisa kazini, lakini aliingia bidada mmoja anafahamika kama Kashiwagi. Bidada huyu alipoingia tu akaanza kupiga story pasipo hata kujibiwa jambo lolote lile alikuwa akizungumza. Mwamba mjui bidada, lakini bidada amefika tu na story nyingi. Ikabidi kwanza kujiuliza huyu bidada imekuaje bana. Ikabidi Mwamba kuweza kuguna, lakini baada ya kuguna bidada akauliza kwamba je, wewe si yule mzee ambaye ulikuwa ukilinda katika eneo hili? Mwamba ndio akagundua kwamba bidada ni kipofu. Licha ya bidada kuweza kuuliza swali, lakini bado Mwamba kuweza kujibu kitu chochote kile. Ikabidi bidada kumwambia kwamba naomba chakula ambacho nimekupatia, kwa sababu hicho chakula huwa anampatiaga mzee ambaye analinda katika maeneo haya, lakini kwa sababu hayupo basi haina shida, naomba niondoke. Baada wakati anaondoka, Antonio aliweza kushuhudia kwamba mvua ilikuwa ikinyesha na bidada alikuwa na sita kidogo kuweza kutoka, lakini ikabidi kumfuata na kumwambia kwamba unaweza kusubiria mpaka mvua itakapoisha kisha utaendelea na safari yako. Basi bidada akarudi katika kile kibanda cha mlinzi. Kawa busy sana kutazama tamthilia, lakini kila anapotazama Antonio akabaki kushangaa, huyu bidada anatazamaje hii tamthilia ikiwa yeye ni kipofu? Akaja kugundua kwamba bidada anasikiliza mazungumzo na anaelewa kile ambacho anakitazama. Basi bana, mvua haikukawia sana kukata. Baada ya tamthilia pia kuisha, bidada akaanza kuondoka, lakini alipokuwa akiondoka alimpatia Mwamba chakula na kumwambia kwamba ni vyema wage na umwagilie ule mmea ambao mzee alikuwa akiumwagilia mara kwa mara nje ya ofisi hapo. Toka bidada alipokuwa ameondoka ni saa 5 kamili ya usiku. Mwamba kafunga ofisi na moja kwa moja akaenda kuoga. Baada ya kuoga tu akawa anakula chakula kile ambacho bidada alikuwa amempatia, lakini pia akakumbuka kwenda kumwagilia ule mmea maji. Upande wa pili, licha ya kwamba bidada Kashiwagi ni kipofu, lakini anaishi peke yake katika nyumba na anaweza kujihudumia kwa kila kitu ambacho kinamhusu katika maisha yake. Katika kitu ambacho nilivutiwa nacho sana kutokea huko nchini Japani ni kwamba vipofu ndio wanaohudumia katika vitengo vya huduma kwa wateja, hasa katika mitandao ya simu, na ndipo mahali ambapo bidada anafanyia kazi. Kiufupi ni kwamba hii timu nzima ni vipofu watupu hapa, lakini bosi wao ni wa kiume ambaye yeye ana uwezo wa kuona. Lakini siku ya leo alikuwa akitoa maagizo fulani hapa ofisini, ila ana tabia fulani vya kumshika sana bidada Kashiwagi. Na ambapo bidada Kashiwagi anashikwa huwa havutiwi kabisa na mtindo huu, lakini hatafanyaje ikiwa hii ndio ajira pekee ambayo vipofu wanaweza kuimudu zaidi na yenye mishahara mizuri zaidi hapa nchini kwao. Chake ilikuwa ni siku ya weekend na hakuna kabisa shughuli katika ile ofisi ya Mwamba Antonio. Basi moja kwa moja akatimba katika ile gym aliyokuwa akifanyia mazoezi zamani sana. Hapa akakutana na viongozi wake na kuomba msamaha kwa kitendo cha kujiunga na makundi ya kiarifu yakapelekea yeye kuingia gerezani. Mwake anayefahamika kama Jin alifurahi kweli kumuona kwamba dogo ameweza kurudi na tabia yake imebadilika, lakini mmiliki wa hiki kituo hakufurahia kabisa ujio wa dogo na kusema kwamba huenda dogo bado hajabadilika tabia yake. Wao wakizani kwamba Antonio amerudi hapa ili aweze kuomba msamaha na kurudishwa katika timu. Kumbe Antonio alikuwa amerudi kuomba msamaha, lakini hahitaji kabisa michezo hii ya ngumi kuanzia sasa hivi katika maisha yake. Kampigia simu mwanamke mmoja ambaye amewahi kumfanyia tukio baya kipindi kile ambacho jamaa ana tabia mbovu. Mwanamke yule akamwambia kwamba nimekwisha kusamehe, lakini usije ukanipigia simu tena kwa sababu mimi nimeolewa na mume pia. Chake Mwamba akiwa katika kibanda mumiza chake anaendelea kufanya kazi ya kufungua geti pale, lakini akawa amesikia kwamba bidada alikuwa anapita. Akatamani kumwalika, lakini basi bana, hebu ngoja niache tu. Bidada naye mazoea anamtesa kwa sababu mzee alikuwa akifanyia hapa alikuwa amemzoea sana. Anashindwa kabisa kupita hapa bila kutoa salamu. Ikabidi kusogea. Mwamba akarudisha kile kisahani na kusema kwamba asante kwa chakula ulichokuwa umenipa siku ya jana. Kachache bidada akahisi harufu fulani na kusema kwamba katika eneo hili ule mti ambao nilikuagiza uwege unamwagilizia inaonekana umeshakwisha kuchanua. Basi bana, bidada alikuwa na hisia kali, ni kweli kabisa ua lilikuwa limechanua. Mwamba Antonio akamkaribisha bidada Kashiwagi ndani ya kibanda kisha akamwambia kwamba unaweza kuendelea kufurahia kuangalia tamthilia yako. Lakini bidada alipoingia huko ndani akaanza kuhisi kama kuna harufu kali sana na kumwambia Mwamba aweze kufungua madirisha. Jamaa baada ya kufungua bado bidada aliendelea kulalamika kusema kwamba bado harufu ipo. Antonio alikuja kugundua kwamba viatu vyake ndivyo vilikuwa vikitoa harufu. Bidada akamwambia kuwa asihofu, ila ye ana uwezo wa kunusa harufu kwa mbali zaidi na ana uwezo pia wa kusikia sauti za mbali pia. Baada ya Mungu kuninyima uwezo wa kuona, basi nilichoamua kukifanya ni kujiboresha zaidi katika uwezo wa kunusa na kusikia. Chwagi akauliza kwamba huyo mtu anayeonekana kwenye tamthilia sasa hivi anazungumza anaonekana vipi? Antonio ili kumfariji bidada akasema kwamba huyu bidada anayeonekana kwenye tamthilia anaonekana kama wewe, mnafanana sana hata mtindo wa nywele ambao umeweka na yeye ndivyo anavyoonekana. Hiki kitu kikampa furaha sana Kashiwagi na kuhisi kwamba kumbe anafanania mtindo wake wa mavazi na nywele kama huyu star ambaye anamtazamaga kwenye movie wakati mwingi. Baada ya kumaliza kutazama tamthilia akawa anaondoka katika eneo hilo, lakini akakumbuka kwamba wakati wote huo wanazungumzaga pasipo hata kutambulishana. Ikabidi kumuuliza Mwamba, jina lako unaitwa nani? Lakini jamaa akawa na sita kidogo, ila yeye akasema kwamba anaitwa Kashiwagi. Lakini kwa bahati mbaya sana Antonio hakuweza kujitambulisha jina lake kabisa kwa bidada.
Akiwa amefika nyumbani anatafakari kuhusiana na maisha, alikuwa katika maeneo jirani kabisa na bafu, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba nguo yake ya ndani ilikwenda kuziba katika tobo ambayo inatoa maji katika eneo la bafu kuelekea chini. Kilichomshtua ni wingi wa maji ulikuwa unaongezeka katika eneo la bafu. Alijaribu kwenda kutoa ile nguo, lakini akawa ameteleza na akawa ameanguka katika eneo la bafuni. Antonio akiwa hapa ofisini akaanza kukumbuka bidada alivyokuwa anasema ana uwezo wa kuhisi sauti ya mbali sana. Ikabidi kuanza kufanya mazoezi, na kweli kabisa akaanza kusikia bidada akiwa anakuja kutokea mbali sana. Ni kweli kabisa, ile kufungua macho bidada alikuwa amefika katika maeneo hayo ya ofisini, lakini alipofika tu akasema kwamba viatu vipya vimenunuliwa kwa sababu nahisi harufu ya viatu vipya. Ni kweli kabisa, jamaa alikuwa amenunua viatu vipya kwa sababu hakutaka kabisa kumkela huyu bidada Kashiwagi. Katika tamthilia walikuwa kitazama bana, kuna mambo fulani hivi yalikuwa kizungumzwa, ni mambo ya mahusiano hivi. Baada ya mwamba ndani ya tamthilia kuzungumza maneno mazito sana, ikabidi bidada Kashiwagi kuulizia, je, huyu jamaa anaonekana ni handsome sana? Antonio akajibu kwamba jamaa ni kweli ni bonge la handsome, ila anacheza na hisia za kike sana. Bidada Kashiwagi akasema kwamba, je, huyo jamaa anaonekana katika TV ni handsome umesema. Je, wewe vipi, unaonekana handsome kama huyo jamaa? Kuwa muwazi na usidanganye kabisa. Lakini jamaa alikuwa kimya, hajui kabisa ajibu nini. Lakini bidada akacheka na kusema kwamba nakutania bana, handsome hauna maana katika maisha, bali urembo wa ndani. Moyo wa mtu unapaswa kuwa mrembo na handsome zaidi kuliko hata sura yake. Baada ya kutazama ile tamthilia, bidada akawa anatoka pale nje akiwa anacheka kweli kweli. Lakini kwa bahati mbaya ile hali ya kuendelea kucheka ikampotezea focus ya yeye kuweza kusikia sauti. Mwisho wa siku akawa amepata ajali ndogo sana ya gari. Mwisho wa siku jamaa akambeba na kumpeleka hospitalini, kisha akawa anamsindikiza nyumbani. Ukiwa kwenye basi bidada anasema kwamba natamani nijue jina lako ili ninapokushukuru nikushukuru kwa jina lako. Lakini jamaa akasema kwamba jina langu mimi sio la Kijapani, ila ni jina fulani tu, unaweza kaniita uncle ama kaniita huyo mzee. Wakiwa wametembea umbali mrefu kuelekea huko nyumbani ambako bidada anaishi, ikabidi mwamba kumwambia bidada kwamba anahitaji kumbeba mgongoni kwa sababu anaonekana akiwa amechoka. Lakini bidada akamwambia kuwa, je, hautojutia maamuzi yako ya kunibeba? Mwamba akasema kuwa sitojutia, panda mgongoni. Bahati mbaya Antonio hakujua kabisa ni kwa nini bidada alikuwa amemwambia kwamba hataweza kujutia maamuzi yake. Kumbe bana, bidada anaishi katika nyumba ambazo zina ngazi nyingi sana kupanda mpaka kufikia kule juu, na akamwambia kabisa, nilikwambia, je, hautojutia? Jamaa akasema ndio, sitajutia na mpaka dakika hii sijutii. Mwamba akafanikiwa kumfikisha bidada mpaka juu kule akiwa amechoka sana. Bidada akamwomba ombi jingine kwa kusema kwamba naomba kanitolee, kuna kipande kama cha nguo kimeweza kunasa katika eneo langu la bafuni, imesababisha maji yaweze kutuama huko. Mwamba baada ya kutoa hicho kipande cha nguo, bidada aliuliza ni kitu gani? Bidada akajibiwa kwamba ni chupi yako. Dai kitu bwana, ikamfanya ajione anaibu kidogo, lakini mwisho wa siku akawa ametoa kipande cha tiketi na kumwambia kwamba naomba nikushukuru kwa kualika katika tamasha muhimu sana. Kesho yake ilipofika ilikuwa ni siku ya weekend, na bidada ile siku ya kuelekea katika tamasha ikawa imefika. Sasa anajaribu kila nguo, anagundua kwamba hizi nguo ni fupi na hazifai kabisa kwa mtoto wa kike kuweza kuzivaa. Bidada akafikiria kuona kwamba ni vyema angevaa ile nguo yake ambayo ameizoea kabisa, nguo ambayo ana feel comfortable anapokuwa ameivaa. Mwisho wa siku bana akawa ametimba na kumpata mwamba Antonio, na hapo akawa ameambatana moja kwa moja kuelekea katika ile tamasha la muziki. Baada ya kutoka katika tamasha la muziki wakaelekea katika eneo fulani vile mgahawa, na hapo akawa anajipatia kitimoto. Lakini kadri walivyozidi kuendelea kula, bidada mara nyingine anakula, kwa bahati mbaya kile kitimoto kinamwangukia katika nguo yake, lakini hana namna yoyote ile zaidi ya kuendelea kupiga story tu. Katika hali ya huzuni, bidada Kashiwagi alimwambia mwamba Antonio kwamba katika mgahawa huu nilikuwa nikifika na wazazi wangu, tulikuwa tukijipatia hapa chakula, lakini leo imegeuka kuwa kumbukumbu, ni kama ndoto hivi. Kumbuka kwamba bibi Kashiwagi anajuaga huyu jamaa ni mzee sana. Akawa anamuuliza, je, wewe una mke au mke wako alishakufa kitambo kirefu mno? Au unafanya nini nje ya kazi yako ya ulinzi? Lakini mwamba Antonio hakujibu kitu chochote kile. Bidada akashtukia kwamba huenda jamaa hafurahi kabisa haya masiara. Jamaa akajiongeza na kuuliza kwamba vipi kama nikikwambia jana yangu itakusaidia kitu gani? Bidada akasema kwamba itanisaidia kukujua wewe zaidi. Mwamba akasema hakuna haja ya kujuana zaidi, kitu ambacho kilimkera sana bidada. Basi bidada akawa ananyenyuka hapo na kuondoka. Mwamba akamsindikiza bidada mpaka hapa nyumbani, kisha akamwambia kuwa nisamee sana kama nilikuwa nikikuuliza maswali yalikuwa kikukera. Lakini jamaa Antonio aligundua kabisa kwamba bidada hakufurahia kabisa yale majibu yake. Ikabidi kumjibu na kumwambia kwamba naitwa Antonio na miaka 24. Kabla nilikuwa nikicheza mchezo wa ngumi, lakini kwa bahati iliyo mbaya nilijiunga na kundi la uhalifu na nikatupwa gerezani kwa kipindi cha miaka 4. Kutoka nilipotoka gerezani, basi niliamua kubadilisha kabisa mtindo wangu wa maisha na kuamua kuishi maisha ya kawaida ambayo yatawavutia watu wote na kuwapendeza kila mtu. Dada alishukuru sana kumjua Antonio japo kwa uchache, kisha akawa anaelekea ofisini kwake. Siku ya leo bosi wake alikuwa akimuita kule ofisini. Akamwambia kwamba nina zawadi ndogo kwa ajili ya birthday yako. Akasema hapana bosi, ulishanipatia ile concert ticket ambayo nimeweza kumshirikisha rafiki yangu, tumeenda kuhudhuria naye katika ile tamasha, lakini pia nimerudi ila kunipatia zawadi nyingine. Mimi naona kwangu haitakuwa kitu kizuri, naomba unisamee, siwezi kuipokea zawadi hii. Mwamba akataka kwanza kumfungukia bidada, lakini kabla hajazungumza jambo lolote lile, akaja bidada mwingine ambaye ni kipofu pia, akasema kwamba unahitajika bidada Kashiwagi kumhudumia mteja wako ambaye ulikuwa umemhudumia siku ya jana, ana maelezo ambayo anataka kukupa. Hiyo ndio ikawa unapona bidada Kashiwagi kuweza kutoka katika ofisi ya mbosi ile. Huko nyumbani tena wale makocha wamemfuata mwamba Antonio na kumwambia kwamba anatakiwa kurudi katika mchezo wa ngumi, lakini Antonio akasema hawezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu amesha hapa kuto kucheza hisa mchezo wa ngumi na anahitaji kuenda na maisha yake. Akaeleza akisema, nilikuwaga nikipigana ngumi kwa kipindi kirefu sana mkeo mmenilea vyema, lakini kwa bahati mbaya nilijiunga na kundi la wahalifu. Nilikuwa nikifanya kazi ya kwenda kukusanya madeni kwa watu, nikiwasaidia hao wahalifu kwenda kukusanya kwa watu ambao wanawakopesha mikopo na lipa
za juu sana. Kuna kosa moja tu ambalo nililifanya likanipelekea mimi kwenda gerezani. Hakueleza kosa hilo ni lipi, lakini kesho yake anaonekana akiwa anaelekea katika kituo cha watoto yatima alichokuwa amelelewa. Swali linabakia kuwa ni moja tu, ni kosa lipi ambalo Mwamba Antonio alikuwa amelifanya likapelekea yeye kwenda gerezani? Na nikumbushe tu kwamba hilo kosa ni siri kubwa sana ambalo hatakiwi mtu yeyote kuweza kulijua. Wakati tunasubiri sehemu ya pili, basi nikusanue fursa moja muhimu sana, mdau wangu na mpenzi wangu wa nguvu sana unayefuatilia tamthilia hizi. Nikumbushe tu kwamba YouTube ni biashara, na kwa sasa watu wanaishi kupitia YouTube channel, na kama uamini basi jaribu biashara hii. Ndani ya wiki hii tutakuwa na zoezi kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunawafungulia watu channel za YouTube, lakini si tu kuwafungulia bali tutakuwa tunatumika pia katika kuwafanyia full setup graphics na pamoja na kuzinyanyua akaunti hizo kwa kutumia content zenye nguvu zaidi ya kuweza kuzinyanyua akaunti zao na kuweza kufikisha vigezo vyote ikiwemo subscriber pamoja na masaa. Lakini taarifa kubwa tuliyokuja nayo ni kwamba sio lazima uwe ni mtu wa kufanya voice over kwa maana ya watu walikapu, sio lazima uwe unaigiza, sio lazima uwe unaimba, sio lazima uwe unafanya kitu chochote kile, bali unaweza kutumia content za sehemu nyingine kuingia katika akaunti yako na isipate shida yoyote ile. Wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, basi tunawakaribisha hapa AFCON 2027 Fast Food and Takeaway iliyopo mkabala kabisa na Mlimani City, ghorofa ya kwanza kabisa utapata hapo. Kila siku za wiki tunatoa huduma zetu mpaka siku ya Jumamosi kasoro siku ya Jumapili pekee. Kwa leo mikoani ama nje ya nchi, basi unaweza kutafuta kupitia namba zetu za simu unazoweza kuziona hapo chini ya skrini yako na utakapatiwa huduma huko ambapo upo kwa uaminifu kabisa. Nikumbushe tu kwamba kwetu ni fursa na wewe pia una fursa ya kuweza kuitumikia. Ofa hii ni kwa siku 7 tu kuanzia leo siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Alafu gharama unajipangia wewe. Yaani ukifika kwetu tuambie tu huduma ipi unayoitaka, alafu gharama utajipangia wewe mwenyewe. Kama uamini basi tembelea ofisi zetu mapema kabisa, lakini pia kama uko mkoani unaweza kutafuta ili uweze kupatiwa huduma na ubaki kustajabisha ulimwengu na uwe balozi wetu.